mambo ya matibabu ya watu wa Laikipia. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Laikipia, 60% ya watu wa Laikipia tayari wamejiandikisha kwa SHA. 60%. Mimi nawauliza wale mmebaki, mimi nawauliza kila mtu ajiandikishe ndani ya SHA, ndio nipange madawa ya kutosha, nipange madaktari ya kutosha, nipange vifaa ya equipment ya hospitali ya kutosha, ndio afya. Musiuze tena mali yenu. Mtu hatauza shamba yake, mtu hatausha ng'ombe yake ati kulipa gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na bima ya SHA ambayo inasimamiwa na serikali ya Kenya. Laikipia hoye! Tuendelee ama tuendelee bwana? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Laikipia. Watu wa Laikipia, mimi nawauliza, kiongozi anachaguliwa kwa sura ama kwa kazi? Ni kwa fitina ama kazi? Ni kwa ukabila ama kazi? Ni kwa vitimbi ama kazi? Si kila kiongozi anachaguliwa na ile kazi amefanya? Ama namna gani watu wa Laikipia? Ama namna gani watu wa Nyahururu? Mimi nawauliza, nikisimama hapa Nyahururu, kuna wengine wanajaribu ati kushindana na mimi. Mimi nawauliza, wale wanajaribu kushindana na mimi, wapi kazi yao? Wapi shule wamejenga? Wapi soko wamejenga? Wapi barabara wamejenga? Wapi affordable housing wamejenga? Wako na kazi? Si ni watu ya fitina? Si ni watu ya ukabila? Si ni watu wa chuki? Si ni watu wa fitina? Mimi nawauliza nyinyi watu wa Nyahururu, jameni, mimi nasimama hapa mbele yenu. Mulinipatia kazi ya kuwa rais, si ndio? Mukaniambia nipange kilimo. Leo ile mbolea ilikuwa 6,000, saa hizi ni 2,500. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Tulikuwa na shida ya walimu. Mimi nimeajiri walimu 1,100 kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma. Mambo ya afya, tulikuwa na afya ilikuwa nawafikia watu wachache. Leo SHA inafikia wananchi wote. Pale mbele nyinyi muliniambia nipange ajira ya hawa vijana. Leo tuko na affordable housing, tunajenga masoko, tunajenga hostels ili kupanga ajira ya hawa vijana. Munasema tuendelee na kazi ama tusiendelee? Tuendelee ama tuendelee? Watu wa Nyahururu, si mimi nimesimama mbele yenu? Si nilisimama hapa nikasema nitapanga mambo yenu? Mambo ya barabara nimepanga, mambo ya affordable housing ninajenga, mambo ya masoko ninajenga. Najenga soko 13 hapa Laikipia. Mimi nafanya affordable housing nyumba 5,000 Laikipia. Mambo yenu ya kilimo nimepunguza mambo ya gharama ya mbolea. Hapa kwa hostels ya vijana wenu mimi najenga hostels hapa. Mimi nawauliza, si mulinichagua nifanye kazi? Si mulinichagua nijenge barabara? Si mulinichagua nifanye affordable housing? Nipange mambo ya matibabu, nipange mambo ya afya. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Nyahururu. Watu wa Nyahururu, munasema niendelee na kazi ama mnataka tuletewe fitina? Niendelee nisiendelee? Tuendelee ama tuendelee? Wale wanasema tuendelee nione kwa mkono, wale wanasema tuendelee. Nyahururu hoye! Nyahururu hoye! Sikizeni bwana. Ati wale majamaa wanashindana na mimi. Ati ile kazi kubwa wamefanya, ati nitafutia jina ati Kasongo. Hiyo ndio kazi kubwa wamefanya. Barabara hawajui, sitima hawajui, affordable housing hawana mpango, mambo ya afya hawana mpango. Yao ni fitina, yao ni ukabila, yao ni chuki, yao ni matusi. Lakini mimi nawaambia hawa Wakenya wako na akili. Mimi nawauliza watu wa Nyahururu, saa ile mnachagua kiongozi, si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si mnachagua mbunge? Si mnachagua senator? Si mnachagua governor? Si mnachagua rais?
Saa ile mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sura ama kwa kazi? Kwa vitina ama kwa kazi? Kwa matusi ama kwa kazi? Si mnachagua kila mtu na kazi yake? Wale jamaa wengine, mimi nawauliza nyinyi watu wa Nyahururu, wale jamaa wengine, mumeona mpango yao? Mumeona ajenda yao? Mumeona sera yao? Mumeona mpango yao? Wale majamaa, wacha niwaambie watu wa Nyahururu, wale watu wako chini sana. Mpango hawana, ajenda hawana, sera hawana, taratibu hata akili. Sasa hiyo maana gani bana? Wale watu wako down sana, wako chini. Mimi nataka niwaulize, kama wangekuwa wana kazi, si wangekuwa wametuambia kazi yao ni gani? Na watakuja hapa, hakuna kitu watawaambia. Hawajui kupanga barabara, hawajui kupanga affordable housing, hawajui kupanga kilimo. Watakuja waambie Kasongo one term must go, finish. Sasa hiyo Kasongo one term must go inaweza kubadilisha maisha yako wewe muungwana? Wacheni bwana, wasitubebe ufala. Watuambie ajenda yao, watuambie mpango yao. Na watu wa Nyahururu, mimi nasimama hapa na miguu miwili kuwaambia musikubali watu ambao hawana mpango, hawana ajenda, hawana sera kutuletea matusi, kutuletea ukabila, kutuletea chuki na kuharibu nchi yetu. Tunataka tusonge mbele kwa sababu umoja ni nguvu, na tukishirikiana sisi wote Kenya itabadilika. Na mimi sina taswishi ya kwamba tukiendelea na kujenga mabarabara na kufanya affordable housing na kushikilia mambo ya SHA, Kenya yetu hii itabadilika na tutakuwa na nchi ambayo sisi wote tutajivunia. Nyahururu oye! Hebu nione watu wa Nyahururu wanasema tuendelee, 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 tuendelee. Basi mimi niko hapa na viongozi wengi. Mimi nimekuja kufanya inspection ya ile affordable housing hapa. Nitaenda kufanya ile ya pale Asian quarters. Na mimi I want to promise you, the people of Nyahururu, hakuna mtu atawabagua. Hii Laikipia kwa miaka nyingi ilibaki nyuma. Lakini I want to give you my commitment. Hii Laikipia mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu chini, hii Laikipia haitabaki nyuma tena. Tutatembea safari moja tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Vijana hoye! Vijana hoye! Sikizeni. Mimi kuna watu wa bodaboda hapa, si ndio? Bodaboda muko area? Bodaboda muko area? Niliambiwa ya kwamba nyinyi mulifanya mambo yenu lakini haikufika mahali mulikuwa mnataka. Si namna hiyo? Kwa hivyo, kwa sababu mimi nimefika, na mimi ndio kusema ama basi mimi nikiondoka hapa, mimi nikiondoka hapa nitawaachia hawa watu wa bodaboda